Tawile. Tawile. Naam kaka. Naam. Watatu. Umekula chakula cha watu wangapi? Peke yangu umekula mimi. Peke yako? Yaani chakula cha watatu umekula peke yako? Hapo sikiza nikwambie hiyo. Humu ndani kikipikwa chakula, kula cha kwako cha kwangu nibakishie. Au unanipangia muda kurudi? Hamna. Kumbe sasa kimi mtikavu. Usiniende bwana. Wewe sikiliza nikwambie bwana. Usijifanye mwamba unajua katika nyumba hiyo. Sawa vizuri? Ndio. Usijifanye umwamba. Bora kujifanya sehemu ndani vipi? Yaani sikia vijana. Mimi nakuzani jambo na. Umekula chakula changu. Uko bosa hapo ingia. Kosa. Ndio kosa. Nini lakini? Ngoja sana. Nini unafanya yake si chabu mcha mzungu? Nini wewe? Mbona umekosa hekima wewe? Mdogo, naomba unisikize vizuri. Humu ndani unapika chakula cha watu wangapi? Wewe ni swala kuniuliza mimi wewe. Kana napika chakula cha watu wangapi? Nilio nakusali na kuniuliza mimi napika chakula cha watu wangapi humu ndani? Huyu kala chakula cha watu wote humu ndani. Ina maana mimi nisile? Huyu amekuwa nani mpaka wewe kutupangia muda wa kurudi? Chakula wewe mkande ujue. Bwana mkande ujue. Utanivua nguo kwa nini unafanya kaya utanivua nguo mwanangu? Mbona una adabu wewe? Ukoje wewe? Mbona umekosa hekima wewe? Mbona umekosa adabu? Ukoje wewe? Wewe ukoje wewe? Unachokitafuta utakipata. Shenzi mkubwa wewe. Huna adabu hata kidogo, mpumbavu mmoja wewe. Basi pole bwana mwanangu, sawa? Asante mdogo. Pole sana mwanangu. Asante. Namba mwache. Unajua akili zake zinamtoshaga mwenyewe. Na nani mabangi ndio anamchanganya, umeelewa? Sawa. Hebu kafanya shughuli zako, sawa? Mimi bwana nataka unione. Basi sasa kaendelee mwanangu, sawa? Sawa. Kaendelee mwanangu. Ya Rabbi. Toka kuondoka kwa ndugu yangu kaniacha dhahabu. Mwenyezi Mungu naomba msiniue kijana huyu. Hai. Blaza. Bwana shamba pale nimelima ndugu yangu. Ila kuna miti iko chini kule hujaikata. Shamaliza. Ndio. Hebu jioni tuingie tukate miti ile pale jioni. Hapo kwa hiyo kuna shobo. Kwa hiyo kuna shobo. Wewe tangu mimi uko na shamba. Tangu mimi uko na shamba. Wewe. Si shamba tu. Hapo sikiza nikwambie vizuri. Yaani leo huku ndo tunamalizana huku. Mimi ndugu yako ndio nikavujua. Wewe. Unakutana na mimi kwenye mazingira kama hayo usiniambie swala la ndugu. Si umenielewa vizuri? Kiwake. Yaani kinuki yani. Nakwambia kitu naomba unisikize vizuri. Yaani siku hiyo umeletea mazengwe, ni mkubwa kana na mimi mpumbavu kuliko wewe au sio? Wewe ndo mzuri zaidi au sio? Naomba unisikize vizuri, ndo mzuri zaidi au? Hapana. Utaniua ndugu yangu ujue. Alafu ninakwambia kitu mbona unashindwa kunielewa? Wewe. Usinetee dharau wewe. Ngoja kufa mjini hapa hivi. Nakuwe. Blaza na ndugu kama mimi wewe. Kuna ndugu wengine si vipi rafiki yangu. Atapeleka ujumbe sasa. Sogea hapa. Mtimora vizuri. Wewe usiniambie kwa mtu mkavu. Mtu kama na kelele. Milano usingizi ndugu yangu. Melala. Sasa nakupeleka huko Zim. Mamdogo yuko wapi? Hayupo eh. Au umelala vizuri? Kavu. Vipi ndugu yangu? Wewe sikiliza vizuri. Ndugu yako nani bwana? Usingizi ndugu yangu. Afula mamdogo hayupo na kutoa duniani. Mla vizuri. Unaleta shobo. Wewe. Mtimora sikiliza. Wewe mtimora upanga. Wewe. Mtimora utaniua ndugu yangu, utaniua. La haula la quwwata. Nini mwanangu? Ndoto mwanangu. Ndoto gani hizo atakuliwa na pressure? Ukawaida tu mama. Mungu wangu, yani mpaka nimeshiwa na nguvu baba. Ndoto gani ambayo unaota mpaka unashtuka hivi? Ni muta kaka. Anakufanyaje? Vugu zake tu zaidi mziota mwanangu.
Ila ya mwisho kama vile kaja napanga anataka kunikata hivi na nikakurupuka usingizini. Hayo ni manani tu, ni mandoto tu mwanangu. Asubuhi yote mandoto unayoweseka sasa hizi. Sio kuweseka tu hayo. Sawa. Na mandoto mazuri yale ya usiku mwanangu. Ya sasa hizi hata sio mandoto ya maana sana. Ila tena una moyo wa ajabu. Vipi? Wewe visa vyote na vituko vyote viko kufanya ndugu yako leo umelala kule unamuota sasa hizi. Ndugu yangu mama yule, sina kufanya. Sijakataa, kwani ndugu yako. Lakini ila Mungu akujalia mwanangu kwa hicho. Sasa mama mimi pia nimeshukuru pia umekuja muda wangu kwenye chai. Ni waswetu ufike kwenye chai na nikwambie. Mama mimi nimeongea na ndugu yangu Kibuyu. Ndio. Nimeongea naye baada ya kuongea akaniambia kwamba kama huko kuna maisha magumu, hebu njoo kidogo huku Masaki ili tuangalie kama kuna kazi yote ya kufanya ili ujue kama riziki unapataje iweze kumsaidia mama mdogo. Mimi nikamwambia sasa nimekolea ndugu yangu. Mimi nitakuja huko lakini kabla sijaja kwanza nitaongea na mama mdogo. Ili kama ataniruhusu nije. Siwezi kutoka yani kama ndugu yangu vile alivyoondoka muda wote au miaka yote. Siwezi kuondoka hivyo. Kwa nini kama ngoja kwa niongee kwanza na mama mdogo. Lakini ruhusu nitakuja. Ndio maana kwa leo pia nikwambie mama mdogo. Mwanangu. Mimi ni mzazi wako kweli. Ni mama yako mdogo. Lakini pia na mimi na mkubwa wangu. Na mimi unajua mkubwa wangu kabakia nani? Mjomba. Ankongoka. Sasa mimi nikisema nichukue maamuzi kama mimi nikuambie wewe nenda, itakuwa nimemkosea mjomba wako. Na ukaangalia sasa hivi ndo mkubwa unajua wewe. Kweli. Umeelewa? Kwa hata mimi nina maamuzi lakini pale ndo mwisho wa maamuzi. Ila kwanza nenda kwa mjomba, ukaonane naye na kisha umueleze kwa hili. Sawa. Mama mimi nikusikiliza. Na pia nafahamu kama mjomba wako ndio kiongozi wetu wa sasa hivi familia. Basi nitajitahidi kama sio leo jioni au kama kesho muda wote nitaenda. Ili mimi tu nikaongee naye. Kama ataniruhusu nitaenda. Na pia kama hajaniruhusu siwezi kubisha. Nitabakia tu kijijini mamangu hapa. Basi sawa mwanangu. Kwa hiyo hazina shida. Kwanza basi tupate kunywa chai kwanza. Sawa. Mjomba karibu. Asante mjomba. Karibu sana. Za huko. Huko mjomba salama namshukuru Mungu. Ila mama anakusalimia sana mama. Dadangu. Huyo bwana mimi bwana nimemmisi siku nyingi. Lakini sijaenda huko kwa sababu ya matatizo mawili matatu. Unajua mjomba mwanaume pesa. Ndio. Bila pesa sio mwanaume. Sasa mimi mambo ya katikati yaliingiliana hivi. Unasikia? Ndio mjomba. Sasa ukifika pale unatakiwa bwana Shomvi nao ukifika unamwacha visukari, Dilangale nao unamwacha visukari, ukienda kwa Mvogogo unamwacha visukari. Sasa mimi la hiyo nilikosa nikaona aibu kwenye uso. Ukifika tena pale bwana Ngoka kaingia, unajificha tena usubuhi unajifanya unapiga mswaki kwenye choo. Chenye makuti unaonekana passport. Mjomba bwana. Sawa. Nipe habari. Mjomba mimi nimefika hapa lakini na ujumbe au na jambo langu binafsi lakini. Jambo gani? Nimeanza nyumbani nilikuwa nataka nifike pia na hapa. Nimeongea na ndugu yangu upande wa babani kule. Anakaa kijiji cha mbele hapo. Nimeongea naye kuhusu maisha, akaniambia kama hali ngumu, basi njoo huku mara moja ili tuangalie maisha jinsi yanavyokwenda. Sasa nikakaa nikafikiria, nikaongea pale na mama akaniambia basi sawa, mimi nimekubali. Ila nakuomba kaongee na mjomba wako. Sasa mjomba kidogo ulinichanganya. Ndio. Sababu ulivyosema nimekaa na mwenzangu siju kuongea naye siju kwa njia ya simu siju kwa ana kwa ana, basi mimi nikaona labda mliongea mje kuangalia maisha. Haya maisha mjini mnaangalia vipi? Huku kuna banda la video la kuangalia maisha. Lakini baadaye ulivyosema kwamba kuja kutafuta maisha, huo ndo wanaume. Sawa mjomba. Huo ndo wanaume. Ukiona umekaa na ndugu yako au rafiki yako kuja kuongelea kuhusu maisha, huyo mwanaume na we ni mwanaume. Sababu mkatafute maisha. Kama nilivyokuambia mwanzo, mwanaume pesa. So ombea. Sawa. Au ukae na mwanaume tu mwenzio, mede mwanamke fulani nimempitia. Huyo ni tatizo katika jamii. Sawa. Umeelewa Kabisa. Lakini huyo ni mwanaume. Na mimi nimeridhia. Wala sina tatizo. Kama alivyokuambia dada yangu, mama yako, mimi moyo wangu upo safi. Umeelewa Sawa. Yaani upo safi thabiti. Yaani hapa hamna wasiwasi kokote. Kokote utapokwenda Mwenyezi Mungu atakujalia upate baraka. Amin. Na baraka zetu tushakuachia wewe. Sawa mjomba. Maana yake wanasema baada ya Mungu cha pili baba na mama. Ndio. Cha tatu wanaokuongoza. Wanakuongoza nini? Serikali yako. Kwa hiyo waheshimu. Kwa hiyo usipoheshimu vitu hivyo vitatu, basi wewe utakuwa na laana ya dunia. Umeelewa?
Ndio mjomba. Sasa mimi ninakulizia mjomba wangu. Asante mjomba. Nimekulizia kwa miguu miwili. Sawa mjomba. Umeelewa? Nenda katafute riziki. Umesikia mjomba? Sawa. Haya, mimi sina mengi. Basi mjomba, kama upo uwezekano inshallah naweza nikaondoka kesho au kesho kutwa. Basi mjomba, mimi nakutakia kila heri. Naam. Kesho upate safari njema, unapoenda ujali wao wanasema. Amin. Basi mimi baba sifike mbali. Wewe hapa nyumbani na mlango nimerudisha tu na niko mwenyewe babangu. Basi uende. Mungu akufanikishe ufike salama mwanangu. Inshallah Mwenyezi Mungu akufanikishie pesa kuenda kwa babangu. Njia isafike mbele yako hiyo. Basi inshallah Mwenyezi Mungu akusimamie. Nashukuru. Basi. Unikumbuke basi mwanangu. Haya. Kibuyu. Wewe nini bwana, chana mimi wewe. Bro tuondoke zetu. Hapana kibuyu. Dangu pole. Pole sana. Kibuyu. Kibuyu. Watu waheshimu ndugu yangu. Sawa. Wewe unajua palipo kama nauma au la. Je, umempush kaanguka hapa. Sikia kibuyu ndugu yangu. Haumu chochote udemu analinga. Yaani wewe analinga kijiji kizo unajua udemu analinga. Wewe tuondoke zetu bwana. Hapana kibuyu. Sikia bwana. Pole. Nakuomba. Msamehe bure ndugu yangu. Huyu ndugu yangu mimi. Sawa? Msamehe bure. Odi. Odi. Yaja. Wewe umezidi kulala mpaka saa hizi jamani. Asante. Nalala sana yangu. Acha tu. Unajua uchovu. Ndio asubuhi lakini. Kinaambia ndo mali mpya leo. Tege bwana nyuma sisi pambe. Kijidera hichi hapo pambe tu. Wala sijali kazi kuleta hapa baki yake suruali kisha nampeke mama Juma maana kaniagiza. Kaniagiza mama Juma hapa. Maana yako mlipaji madeni wala ni
Nishabaki kipoda tu hapa. Niambie vimeisha. Ndio imebakia hivyo tu. Hichi hapa shilingi 8,000 mkopo. Mkeo changi kwa pambe nyuma hiki Tege bwana. Huko tunakiona pambe yake. Dela hapo shilingi 18,000 ila hapa tunafanya wiki mbili hapo wiki moja shughuli yangu. Nimevielewa? Mimi nimevielewa. Kama ile dila. Hivi vipi unajua kama mama kivao lazima udani. Ndio nimevielewa. Kwa siku au ndo Yaani baada ya wiki mbili kwa sababu ya dela ile yake ndefu lakini sijui wiki moja shughuli yangu sio tunagangama ili tupate kuchukua mtu mwingine. Hapo sasa nimekuelewa. Ina shoga yangu. Bora wewe. Haya, Kuliko yule nani yule? Moto. Ina maana kashaanza kuwashia moto tena. Mnakatoa udugu wenu. Udugu wetu. Wa umamani ule udugu wenu mzangu mlikopeshwa mlikuja kukopeshwa. Hasa mimi bei yangu kubwa. Udugu wewe wapi? Unamjua msikii? Poleni. Ndio maana naona watu kibao wananikimbilia mimi, wanakuja kwangu. Shoga yangu, niandike maana ile dila. Unaelewa? Haya bwana. Haya. Usijali shoga yangu, mimi na tuko pamoja. Ndio naenda zangu hivi hapo mbele, nikishafika hapo tu. Nauliza kwa mama Juma angachukue langu alimalize ndo nipe festival. Unajua tu mimi nasumbuka shoga yangu. Haya, karibu mama. Basi haya, salimia shemeji. Ila usije kanyangishia tumbili. Shoga yangu mie tena. Usijali. Haya. Mazonaji. Nzuri. Zenyewe hizi. Kama za boga. Ila manuleki bana wapika kama hivi. Apika hivi. Apika. Mimi nilimwambia anakopesha sana. Karibu. Samahani, Mimi hapa. Sawa. Naam. habari zetu kwa Swahili. Salama sijui wewe. Salama sijui. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Yaani nilipofika pale nikakuona. Nikaona si vyema nikuita hata pembeni japo salimie. Nashukuru mwaya, asante kwa hilo. Naona mnapiga vitu vya supu pale. Ni kweli. Tunakunywa supu sababu kuna kazi na ndugu yangu tukafanye. Kwa kanambia no, kwanza tufike kwanza hapa kama kwanza tutue mchango, tulicho utumbo ili tufanye kazi. Tukiwa tuna nguvu. Alafu nimeona si vyema hata ukapajue nyumbani. Kwako. Hapo nakaa wapi kwenye? Nakaa hapo mbele tu maana mimi sio mwenyeji sana ila hata kumwambia kibuyu nakuleta. Sawa. Na mimi mwenyewe pia hapo sio mwenyeji sana. Umetokea hapo boga hapo. Huyu kibuyu ndugu yangu, mtoto shangazi yangu. Kibuyu anapajua anapokaa. Kweli? Basi sawa, haina shida. Sawa. Mimi nitafika. Sawa, basi naomba usikose. Usijali kwa hilo mwaya. Haya. Usijali. Okay. Karibu tu basi. Asante maana nawai. Kuna vitu naenda kuchukua ili nipate mchana, tunajua kurekebisha vitu. Haya. Sawa. Haya. Ndugu yangu za kunisusa. Unajua dada yangu mimi sija kususa. Lakini mambo yalikuwa yanaingiliana. Ndugu yangu nimekukumbuka. Wewe unisindi mimi. Mwenzio nikikaa kule maazo pukwa.
Yaani nafikiria wewe tu katika mawazo. Ndugu yangu kweli. Acha Mungu nakwambia. Hata alivyokuja mjomba wangu siku hiyo kuja kuniambia kuniaga kutaka kwenda zake hizo safari za huko Masaki. Nikasema basi kaongea pale nikamsikiliza mjomba, nikasema mimi bwana nimekulizia. Hamna shaka. Wewe nenda. Unaelewa? Nenda utafanikiwa. Na mimi sikuwa nataka kuondoka. Nikamwambia mimi nimekusafiania kabisa. Nenda. Na mwacha aende. Lakini nikamwambia kabla hujatoka hapa kwanza nenda kwa mjomba wako. Sawa. Na mimi wala sijamwekea kinyongo. Ndio. Basi akaongea mjomba kalalamika pale. Mwisho wa siku akaniambia dada yako anakukumbuka sana. Yaani pale ndo kanitia simanzi kwenye moyo. Nikamwambia mjomba, mwanaume pesa. Pesa ndio inakufanya uwe mwanaume. Kweli kabisa. Yaani mimi dada huwezi kuamini hapa kwako ni kwa siji sababu ya nauli. Lakini leo nilipoamka asubuhi nikapata pale viera vyangu viwili vitatu, basi yani nikasema hapa sifanyi lolote, sifanyi chochote mpaka nije kukuona dadangu. Nikachukua gari mimi asubuhi ili nije kwako. Sababu cha kwanza, afadhali ungekuwa na mume. Kweli kabisa ndugu. Ungesema nakusaidia 2000 3000, wewe upo peke yako na mimi nipo mbali. Tunaishi vipi? Mawasiliano hamna. Wewe simu kwako tatizo. Ukimiliki simu ushakuwa diwani. Yaani hapa nilikuwa na vidume vyangu. Vidume navyo sasa hivi vimeniacha. Sasa unaona? Niko mwenyewe. Nishakuwa shida tena. Sio mtihani ndugu yangu. Kwanza hebu ngoja kwanza. Niambie hawa wajomba zangu vipi? Wale bwana toka ameondoka mimi sikuwasiliana nao. Ila imani yangu inanituma kabisa kwamba kwa aliko wako salama salimini. Sawa. Na hata Waswahili wanasema mguu uliotoka mtume kaombea. Wacha wakatafute baraka. Kweli kabisa. Wakatafute riziki. Na mimi nimemruhusu kwa heri moja. Nendeni mkatafute. Nenda katafute. Kuliko yule mwingine ajaja, lakini haya yote ni wajomba zangu tena. Nenda katafute. Nendeni mkatafute. Mtafanikiwa. Maana wakifanikiwa wakikulinda wewe ndo wamenilinda mimi. Kama umepata kidoti cha kitenge, mimi nitaletewa kifonex, tena hapo nimekonyokwa. Hapa tena mimi siombi nauli. Kwacha. Hebu niache kidogo. Unasikia? Basi hapa. Na nikawa na kukumbukaga wakati ule tulipo watoto wenyewe tunatoka, tunaacha wazazi nyumbani. Mimi na manati, wewe unapanda juu ya mwembe. Basi kile kiguo kichupe kimetoboka. Wewe ukikaa mimi na kitungunywa. Anazana zongo. Kumbe zote. Ushaanza masela yako ndugu yangu. Bwana hivyo ndo nikikaaga ndio maana kukumbukaaga. Nakwambia. Visa vyako tuna vituko ndugu yangu. Nikivikumbuka mimi niko hoi. Na kule unataka unipe wenye kitongoji. Toba hapo utakomekosea njia. Nimwambia hapa barua bure. Barua bure. Mkifanikiwa mnaniletea kuku. Baadaye wewe utakuwa unakula. Odi. Karibu. Asante. Tawile. Naam. Karibu. Tatupita. Asante. Tunakukaribisha kwa muda mwafaka. Na nimezunguka. Wala mkulima. Karibu. Asante. Ningejua utakasahau. Hamna kitu kunielekeza. Karibu ndani pita. Kidawa. Abe. Yaani kama unakaa hapa? Nakaa hapa nimepanga. Mwambie na mwana. Asante sana. Nijua utapotea. Hamna, sijapotea. Ila hapo kati kuna nyumba zipo 3. Baada kupita kuna kulia, mimi kupita kuna kushoto. Basi nusu nipotee. Hiyo utaingia nyumbani kwa. Kana ni wewe ushakuwa mwenyeji. Hamna, sio sana, sio sana. Kwa kidawa hapo kidogo ni mwenyeji hapa Mwenyeji hapa. Na mimi nilikuwa nakaa Sanga Mangungu. Maisha yangu alikuwa huko. Sasa unapo huko sasa? Ni story ndefu sana. Weza amini, yani kule nilikuwa naishi na mvulana. Lakini weza amini yule mvulana. Vipi tena? Nilikuwa nakaa na yule mvulana. Niliingia katika mahusiano. Nilimpenda sana. Lakini mwenzangu sikujua dhamira yake ilikuwa ni nini. Mwisho wa siku nilibeba ujauzito wake. Nikamfuata nikamwambia bwana mimi nina mimba. Weza mimi.
Alinikataa. Anaambia mimba hiyo sio yangu. Mimi mume wangu hawezi kumpa mtu mimba. Nilumia sana na moyo wangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipokia. Sasa yuko wapi huyo mtoto? Na mtoto yuko hapo kwa shuga yangu. Maana nilikuwa napika hapo. Kisha hivyo tu niende nikamchukua, wala ndo ugeni umeingia. Pia ni jambo la heri. Na niliapa sitakuja kukaa nikapenda mwanaume aina yoyote. Yaani sitahitaji kuwa na ukaribu na mwanaume. Uweza nini? Nashangaa toka nilipoona siku ya kwanza. Moyo wangu. Moyo wangu unapenda sana. Mungu nikubaliwe ni Usijali. Idawa kuna kitu moja labda nikuambie. Kuna mwanaume na mvulana. Mimi ni mwanaume ambaye natamani nathamini utu wa mtu, nathamini mwanamke, nathamini pia na mtoto. Kama umenipenda mimi kwa dhati, basi amini usiamini, nitakupenda wewe mpaka na mwanao pia. Kweli? Kabisa nakwambia Kidawa, niamini kwa hilo. Sawa, basi ngoja wewe niende basi. Hapana. Subiria tunaingia mbele hapo jikoni tunaondoka bila kula kweli. Nitakuwa tu nyumbani. Hapana, inabidi ukale. Kule geto kwa kibutu napika pika kwa nitakula tu. Hapana, umekuja kwangu alafu uondoke hivi kweli? Dada. Lete food. Kuna ghafla sana. Joto. Hamna. Joto bwana. Kuna yeye watu humu. Wewe. Wewe. Unanipenda nyama. Ndio sasa humu hamna joto. Sasa mimi nakuonea huruma joto. Kidogo unachanganya ujue. Ukishakula utavaa. Unachanganya kidogo sio vizuri hivyo. Sasa mtana saa ngapi basi? Joto kwa kidogo. Kidawa hamna joto. Hamna bwana. Kweli. Kuna joto. Joto. Tina bora ulikuwa kurudi kwa sababu ungechelewa usingenikuta. Kaa hapo kwa ndugu yangu. Za asubuhi ndugu yangu. Mimi sina shida salamu yako. Wewe jana umelala wapi? Kibuni sio ndefu ndugu yangu, uwezi amini. Yaani nimelala kwa Kidawa. Hivi ndugu yangu, unalaje kwa mwanamke ambaye humjui hata familia yake ipoje? Yaani umekutana tu njiani eti umeenda kulala kwake. Kweli, lakini uwezi amini yani. Mimi pia nitaka tumewe kwa nyumba, lakini nilivyoingia ndani kwake akanishawishi sana yani. Sana. Yaani kila nataka niondoke, akanishawishi kiasi kwamba mpaka tena nikaona nibaki tu. Kwa nikaa tena kwake mpaka asubuhi saa hizi. Sasa sawa, unaanzaje kulala kwa nyumba nyingine ambapo unajua kabisa sisi hapa tukiamka tu asubuhi, nataka tukapanga tanuri letu tujalimaliza, tukitoka kwenye tanuri tuende kwenye vibarua tufanye na unajua kabisa kijini hapa sisi hatuishi bila vibarua. Nisamee Kibondo yangu. Wewe mdogo wangu, nimekosea, nisamee bure. Sikiliza. Mkubwa akosea ila bado umekosea sana. Tena umekosea. Yaani umekosea tena kwanza umenikera. Nisamee ndugu yangu. Sawa? Ila unaona kitu cha maana. Kwa sababu yule demu hapa kijijini analinga kinyama yani. Kwanza ananata. Yaani akitembea ananata. Ukimuita tu kwake kwamba anajua kama mtu sija na mzuri sana. Yaani sija ndonaje? Afu umempata kwa place rahisi yani leo cha umempata. Au wewe una bidani ndugu yangu nilamjeka. Yaani nikakugea tena ukimkuta demu himo. Hamna. Usijua labda damu zimeendana. Labda damu au nyota pia zimeendana. Usijua ndugu yangu. Kinsa kwamba tuna dawa hapana. Hapana. Sababu kama siku kwanza tu kuniona kavutwa na mimi. Usijajua labda dini labda labda sio ndevu zangu labda hizo ndevu kavutwa nazo. Mirevu hali kama mibaka. Kaja ndaye ndio shamba bwana huko.
Jua kali leo. Mbona unalala sana? Nalala. Umelala leo. Nimekuja na pipi yangu na kei lakini wapi? Nimechoka mzima. Unaniuma. Kazi za shamba, kulima tena sinajua kazi za huku. Hatari. Dada. Yaani wezi amini, nimekutana na kijana mmoja huyo. Mkarimu, sijapata kuona mwanaume kama yule. Wapi? Yaani hapo kata kuna pita zangu nawaambia, unajua ni mkarimu? Anaitwa Tawile. Tawile? Anakaa wapi? Ameniambia anakaa hapo Boga. Yaani dada, jinsi nilivyofutua naye. Sijui nikwambie nini. Shoga yangu. Wewe si unaambia utaki bwana wala mpenzi. Imekuwaje kwa Tawile? Lakini anavyoonekana yuko tofauti na wanaume wengine. Yaani mimi kusema kweli hata sielewi kusekwa, yani ndio sielewi. Yaani sijui nikwambieje. Mimi kweli sijamjua Tawile bado. Vipi shoga yangu? Masikuelewi. Itakuwa hii homa Kwani hoteli ushawahi kulala nayo? Mara moja tu. Hiyo mimba shoga yangu. Mimba hiyo. Mimba? Basta. Bali ya mkulima ni maradhi yake. Jamani, naita uko Tawile. Karibuni jamani. Asante. Basi kwa nini mkaja? Mimi nakaa chini mkeka mimi wa nini? Basi Nimechoka bwana, kigoda cha nini kaa huko bwana. Habari za jamani? Salama za hapa. Salma. Shikamoo baba. Marhaba. Jambo? Jambo. Karibuni. Asante za hapa. Salama, sijui wewe. Salama, naona naita Tawile, naona sitikiwi na mtu yoyote. Nilikuwa huko nafanya usafi kidogo, nilikuwa naangalia kidogo vijana hivyo. Lakini pia niko mpweke. Kibuyu hayupo. Jamani, maana akakuacha? Ameenda wapi tena? Sokoni mara moja hapo kaenda. Ndio maana nimeona kimya, nyumba imekaa kimya. Karibu sana. Asante. Tunapika lakini huko sasa hivi. Hamna shida. Wala sija. Sasa. Bwana, nakuja kuongea leo swala. Kwamba mimi kama ndio mgonjwa. Ndio. Na mimi kukaa peke yangu na huyu Salma kama hivi anaenda shule. Akirudi pale jioni nashinda peke yangu. Nikipata tatizo hakuna kunisaidia. Mimi nafanyaje niko peke yangu? Ni bora tungekuwa sote kidogo at least. Kidawa uchokiongea sio kitu kibaya. Kizuri sana. Lakini pia ni changamoto. Kwa sababu mimi siwezi kukuambia eti nikuchukue wewe uje hapa mimi ninapokaa. Nitakuwa nakosea sana. Kwa sababu kibuyu hapa alipo kama ni mlinzi tu kuangalia hii nyumba. Kwaone kule bondeni kule. Sasa na pia siwezi kuchukua wewe upeke kule kwa mjomba nitakuwa pia nakosea vile vile. Sasa mimi na wazo moja. Sababu tangu siku ile unaniambia una ujauzito pia nikawa natafakari. Mimi na wazo moja Kidawa. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba nikuchukue wewe pamoja na Salma niwapeleke kwa mamangu mdogo. Kwa mamako mdogo? Naam. Hivi kweli nichukue mimi na Salma nipeleke kwa mamako mdogo na muamini vipi? Yaani Kidawa huwezi amini. Mamangu mdogo naamini ananipenda kwa asilimia nyingi mno. Kwa hiyo naamini kabisa upendo wake kwamba hata nikimpelekea mimi mke wangu, mchumba wangu, mwanangu, naamini hatokataa. Mimi nimekuamini wewe, nimekuamini wewe. Mimi sijui huko jamani kweli. Wewe mimi niamini, basi amini hata mamangu mdogo pia muamini kama mimi unavyoniamini. Kwa sababu nakupenda. Basi sawa, nimekubali. Hapo sawa. Nimekubali kwenda huko sijali. Mali tu mimi mapenzi yangu na wewe. Asiishi hapa. Sawa. Ila sasa kuna kitu kimoja. Ongea na Salma. Akiwa anatoka shule basi apitie na hapa nyumbani kidogo au niangalia. Sawa Salma? Sawa. Huyu ndio baba yako sawa Sawa mwanangu. Umzoee, usio na muogopa. Maana baba mwingine huna ndio huyu mwanangu. Sawa mwanangu. Usijali mwanangu. Sawa.
Basi subiri kidogo, ndani kuna vijio hapo kidogo nimechemsha. Niwekea hapa mpate kula ili mpate nguvu na nyinyi kidogo. Kwa alhamdulillah. Lakini kuna safari kidogo inabidi tuende. Maana tunajua kama mimi nakopesha zile bidhaa zangu sijidia ni. Naam. Sasa nimeona ni bora niende japo nikapitia listi sababu hata kesho naenda shule. Sawa, basi tutoke msingi kidogo. Sawa. Tunafunga chini. Saidie mtu. Odi. Karibu. Asante. Mwanangu jamani. Kweli mama. Mwanangu mpaka nakukumbuka. Kweli mama. Mimi nilipa hivi mwanangu. Msosi mama, msosi. Ndogo mingi nakula na mahindi mabichi. Mama, mpaka nakukumbuka mwanangu. Kweli. Karibu sana. Asante. Jamani karibuni. Marahaba, vipi hali? Hujambo mama? Marahaba, hujambo? Karibuni. Asante. Kuwa huru kabisa. Ya Mungu. Lakini kukumbuka baba mtu asiku mwanangu sikuoni. Karibu mkae jamani. Kama bibi bibi anakupenda au baba bibi Karibu. Maka mko rafua mpaka nikitilipa. Karibu mwanangu. Mamangu, asante sana. Ndio. Tumekaribia kama hivi mamangu. Naweza hapa mamangu. Nashukuru alhamdulillah mwanangu. Kama siku. Mimi pia salama, namshukuru Mungu. Ndio. Nimeona si haba, nimekaa kule siku 3 kwa nata kwamba nifike leo kwa wangu pia hapa nimsalimie. Baada ya hapo, baada ya siku 3 hizi nitaondoka. Ina maana mwanangu kumbe hujaja kukaa tena huko, unataka kuondoka tena? Sikai sana, kama siku 2 au siku 1 kisha nitaondoka. Haya. Basi sawa, haina shida hiyo. Sawa. Lakini mama pia kuna ugeni hapa. Ndio. Kuna ugeni. Ugeni huyu jina yake anaitwa Kidawa. Sasa kule kwa kina Kibuni kufikia kule nimekutana na huyu mwenzangu, kuonekana naye kwenye mahusiano. Ndio. Na Mungu kama jina hili pia na afya njema hapo alipo ana ujauzito. Ujauzito. Kwa kwako baba au? Kwa kwetu mama. Kwa kwetu. Mama hongera. Asante. Mwanangu hongera. Asante mama, asante. Jambo la heri hilo. Kabisa. Basi sasa nikaona sababu pale Kibuga anakaa Msela. Ndio. Sasa na huyu pia pale Masaki kapanga. Niko mwenyewe Msela. Sasa nikaona kama hivyo akanifuata pia. Kama mwenzangu uje vile mimi kidogo hapo utanipelekesha. Niko mwenyewe Msela na wewe pia kwa sababu Msela watu tunafanyaje? Nikakaa nikatafakari, kaambia si haba. Mimi na mamangu mdogo, nilipogoga pale kwa mzee Jinga. Mamangu mdogo ananipenda mimi kwa dhati. Nikamwambia nikuchukua wewe na mwanao. Nikuchukua wewe hapa, tukiingia hapa nyumbani atakulea vizuri, utakaa hata miezi 2, hata kama miezi 3. Hata mwaka Hata mwaka nikasema. Kabisa hivyo. Kwa hiyo nikamwambia usijali. Ndio leo hii tunafika hapa nyumbani kwako, kuna mwenzangu atakaa hapa. Siku 3 mimi nitakaa, nitaondoka. Lakini huyu atabaki hapa. Basi baba mimi nikuondoe hofu kabisa hilo mwanangu. Nadhani fika unanijua. Kabisa. Mimi hili nimelipokea. Sawa. Umeelewa baba? Ondoa shaka kabisa, na yeye binti nimempokea nitaishi naye. Ila sasa mwanangu, binti wa watu unajua huyu. Na haujaoa mwanangu. Inakuwaje sijui usalama wake unajua? Kweli. Sasa ufaje huko ukajitafute huko upate hela ndio tupate mahali tuoe. Sawa. Usio mwanangu. Ili hata tukikaa naye hapa tunakaa kwa amani kabisa. Kwa sababu unajua mwanadamu anaweza siku akapata tatizo hapo mwanangu katafutia balaa. Haujafikiria hilo baba? Kweli mama, nimepepea kidogo nimekuja mama. Sawa. Basi sawa mwanangu. Ila hapa nitakuwa naye wala ninakuondoa kabisa hofu. Sawa. Haya huyu naye. Kweli. Huyu jina lake Salma. Ndio. Salma huyu ni mtoto wa mwenzangu huyu. Nimemkuta naye. Unaona? Kumkuta naye kwa nikamwambia usijali kama nimekupenda wewe, basi nitakupenda wewe pia na mtoto. Wote nitawapendeni. Kwa nikamwambia nyinyi wote kwa pamoja wote nitachukua hadi kwa mamangu mdogo. Mtakaa pale mpaka mwisho tuseme. Kama ni miezi 2 kama ni wiki.
Kwa hiyo maana nimekuja hapa wote. Kwa hiyo huyu ni mwanae huyu. Kwa mimi ni mwanangu wa kufikia. Basi sawa baba. Karibu. Basi haya karibuni. Tuko ndani. Tunataka basi wakijua. Haya, wewe amko umekaa kama umemeteka hapo. Unakaje? We Salma, mbona mfumbuke mmeacha ndani machafu? Si nikwambia kwamba kumaliza kula lazima unanilipa. Wote kidogo. Au sikukwambia hivi? Wewe ina maana kwani unajifundisha nani ukimaliza kula lazima uchukue unani utoe vyombo kisha uvioshe nje? Wewe ukoje wewe? Basi shehe mwanangu sawa? Uvioshe vizuri vitakati sawa mwanangu? Vioshe mjukuu wangu vizuri kabisa umesikia? Haya. Maraba. Salma mwanangu. Endelea tu kuosha vyombo. Kakaangu, nimekuita hapa. Lakini kukuita kwangu, uje uongee na huyu mjomba wako. Manake mimi huyu mwanangu kaniaga hapa, kaenda kutafuta maisha mjini. Ndio. Na mimi baraka zote nimemwachia. Ndio. Na pia nikamwambia kabla ya kutoka kwanza aje kwako na pia umpatie baraka zako. Lakini leo hii mwanangu huyu karudi, kanirudia na mwanamke. Mimba juu na watoto ile ambalo hata halijulikani babake yuko wapi. Ngedere. Sasa mimi kila nikiongea naye mwanangu huyu, kaka mimi simuelewe, ananijibu nyuma mbele, mbele nyuma. Nikasema leo ndugu yangu nikuite wewe ili uje unisaidie kuongea naye huyu. Unajua bwana dada, hawa vijana sasa hivi hawajielewi. Umeelewa? Yaani kama wewe kutoka hapa kijijini kuelekea huko Masaki, alisema kwenda anaenda kutafuta maisha. Umeelewa? Sasa nadhani hajaenda kutafuta maisha, alienda kutafuta mapenzi. Karudi na jitu lina mimba, karudi na hapa tena ile na toto la kukaili ngedere siku alitolea wapi ili sijua chaka, umeelewa? Ana maisha gani hapo unapomwona? Ni mabovu mpaka amevitiliza. Sasa ili jukumu linakuwa kwako wewe. Anawazidi anakuletea uzee. Yaani mimi kaka yako nitaonekana bado nipo kijana, wewe utaendelea kuwa mzee. Sababu utalisha mtoto, utalisha mama, utalisha mimba, utalisha hili toto la kufikia hili, si limetokea wapi? Yote minne yote utakuja kuilisha. Na hii damu ya mtu wewe unataabika. Unaelewa? Wewe si utatoka kibiongo. Yaani ndugu yangu, sema wewe, make mimi nishasema mpaka nishachoka. Na kila nikiongea naye hataki kunielewa. Nimemwambia hivi, huyu mkwe wangu usishinde kukaa naye. Ila hicho toto lake nataka liondoke katika nyumba yangu. Ili hataki kunielewa. Utafuga kukuso wako. Huyu aondoke. Hapa anafanya nini? Bado rudi na mipesa, unarudi na mimba na unarudi na ngedere asiojulikana chaka lake lipo wapi? Ah wewe. Wewe mtoto. Wewe angalia ilivyokuwa jeuri. Usikii? Baba yako anaitwa. Ah! Mjomba. Mjomba wao. Ah! My God. Karibu. Karibu kwako unataka. Karibu jamani. Kaka. Kwema. Hivi ndugu yangu. Safi kabisa. Karibu. Safi. Karibu bwana. Mjomba. Bwana wewe. Mjomba. Leta nikupe begi mwanangu. Mwanangu karibu kae. Kaa huku mjomba, kaa. Kaa karibu na mjomba wako bwana wewe. Unajua watu kama nyinyi mnarudi na mabegi ndio wenye akili timamu. Kweli. Sio watu wanarudi na ujauzito hapa wanatuletea shida mjini. Mjomba. So hivyo bwana mjomba. Karibu bwana. Safi hapa. Safi za huko. Kwema kabisa. Hapa kwema bwana. Sawa. Za huko. Safi, naona mpo kwenye kikao cha familia. Bwana. Wazima huko. Kwema kabisa. Salama. Sawa. Tumekukumbuka sana mwanangu. Hata mimi pia. Karibu sana baba. Asante. Tupe habari za huko. Kuna habari basi. Naomba kukumbuka tu nyumbani, nikasema ngoja nyumbani. Basi afadhali ya wewe.
Wewe umerudi na mie na vibegi kama hivi. Kidogo najua huko tutakuwa na mihela nitakwambia huko kidogo. Lakini kuliko mpumbavu. Mama yangu. Yaani alichokileta hapa ni tofauti. Katuletea mke lina mimba, ani sisi ndo tuanza kulea. Ana mimi ambuni nyekundu ana. Na toto juu. Na toto juu. Na nilivyokuwa silipendi kaka. Mimi nimongomea hapa nimekaa hapa na kama ngedele lilopotea goli. Ili toto. Sasa mjomba na mama mdogo. Mimi nimekuja hapa kwa lengo kuja kuambia kwamba kule nilipokuwa naishi nimwacha binti akiwa na mimba. Mpaka nikasema si vizuri sana kuondoka na kutokana kwamba nimetoka kule muda mrefu sana na kutokana na mazingira niliyomwacha nikasema kwamba ngoja nirudi kwa wazazi wangu kuja kuambia swala ni kwamba nahitaji kwenda kumchukua binti kule. Sasa mjomba, unajua kwa utamaduni wetu sisi Tanzania au Afrika, wewe ndio kweli umetia mimba na kule mtoto kazaliwa. Umeelewa Lakini sio vizuri kwenda peke yako. Kweli. Kwa vile kule ushaacha damu yako, tujiandae sisi mimi na wewe na tuweke kiela kidogo kwenye vibarua, twende hata na barua tukaanzisha uchumba. Tutapokelewa vizuri. Kuliko hivyo unavyotaka wewe. Mimi najua wewe kijana sababu ulikuwa una force akili yako iende hivyo. Umeelewa Mimi mjomba wako nakushauri tukifanya hivyo ina maana mali yetu tunaenda kuichukua halali. Umeelewa mjomba wangu? Vipi? Halo mama, kuna matatizo gani? Mnajuana? Shehe mjomba. Vipi? Sasa mama, mbona unashika butwa kati huyu na huyu ni mtu na ndugu, huyu ni kaka, huyu hapa ni mdogo mtu. Hai. Mama. Tueleze ilikuwaje kwaje? Kidao. Hauna pressure. Mbona unalia tu? Nilikwambia kule sana Mungu. Niko katika mahusiano. Kidao ongea ni basi nikusikie na mimi pia. Nilikuwa kumwambia mimi mdogo. Alikataa na kunifukuza kama mimi nakupenda tu. Mwenye mpaka tumekuja katika mazingira haya inaelekea kwamba umenikubali sana. Nimependa kweli mandhari nzuri, nimeenjoy. Na mimi nimependa sana ndio maana tunachukua simu kama hiyo. Maana nyumbani kelele za watoto, unajua? Hatupumziki kelele kwa baby. Kwambie kitu. Nakusikiliza mama. Baby. Furahia basi. Nifurahie kwa kipi ulichoniambia? Kwa hiyo mimba au? Kuletana sehemu kama hizi kuambiana mambo mazuri. Sio pumbavu kama unataka kuniambia. Baby. Wewe mbona sikiliza vizuri? Sio vizuri. Tumeitana hapa kwa mambo ya furaha na ndio maana kumbe nishakuona nataka niolewe, si naona lini? Kumbe kuna ujinga unataka kuweka ndani yake. Sikiza nikwambie kitu. Kuanzia leo marufuku kukanyaga nyumbani kwangu. Baby. Kelele. Hivi kweli dada hayupo? Mti mkavu hapa yupo. Ila kanambia yeye mkahaji hayupo. Ila ukija baadaye utamkuta hapa, msikia?
Hata nikae jamani nijifiche nimuone maana. Uende baadaye kwa kirudi mimi nitakwambia. Utakuja baadaye utamkuta. Ila usinitaje. Kama mtu mkavu kanaambia mimi nikwambia wewe mtu mkavu nini? Siwezi kutaja. Mimi sitakutaja. Wewe mimi nimekwambia tu kama wewe nakupenda. Ila usinitaje. Sawa, shukuru. Karibu. Asante. Mimi sikuja hapa kutafuta watoto. Umeelewa vizuri? Ila kwa shobo zako ndio umejifanya unataka watoto. Mimi sitaki watoto mbona kwa hivyo babu? Naomba unisikize vizuri. Usije ukanifukuzisha hapa kijijini. Shobo zako ndio unazungumza kufanya. Mimi sitaki. Sasa nisikize vizuri. Wewe niache. Niache. Nisubiri hapo. Shika. Ondoka. Mwanzo na mwisho. Sitaki nikuone hapa. Niangalie kwanza. Nikitoka nje sikukuti hapa. Toba. La ilaha illa Allah. Alhamdulillah. Lakini Yaani kumbe mtoto pia wa kakangu kumbe. Balaa gani kwenye ukoo limeingia? Dadangu. Uone aibu kwenye ukoo? Ndugu yangu unaona haya? Haya, leo utapeleka sura yako wapi utaificha? Kwenye kijiji hiki? Kila ukipita mama yule ndio mtoto wake wa kwanza akamtia mimba, ana mtoto lake, na pia naye katia mimba hapo. Haya, mjomba mkubwa. Wewe uone kama tabu hii? Wewe barabara hiyo iliyochongwa mpitisha gari yako. Na yeye barabara hiyo iliyochongwa apitisha gari yake. Mnaitana vipi sasa? Wewe ukienda kazini utaamini kweli? Utaamini kweli kama nyumbani huyu kaka atakaa salama na huyo binti? Si mnataka mtulete mauaji hapa na balaa? Sasa hili swala lishatokea. Sisi tutaficha aibu zetu. Na nyinyi sasa mfiche aibu zenu. Unasikia mjomba mkubwa? Ndio mimi nakusikia na mimi naamini tukiona kwamba huyu kweli nilikuwa na mahusiano naye. Na hapa nilichokuwa na kwa DCN au nilichokuwa nakwambieni kama binti yule kutoka tukampata ndio huyu. Sio kwa makubwa. Hapa mna barua tena. Na hata hivyo ni kwamba nilimwacha une hali ya mimba. Basi kama anasema ni kwamba huyu ndo mtoto, basi huyu ndo mtoto wangu. Ila na mimi nikiwa angalizo ni kwamba huyu ndugu yangu huyu kashakuwa mwanamke wake, na kama hivyo hali yake ilikuwepo nayo, mimi kutoka ndani ya nafsi yangu kwamba nimeamua kumwachia ndugu yangu. Sawa, mimi mjomba nimekusikia. Bwana, umemsikia ndugu yako alivyoongea? Nimemsikia mjomba. Sasa hapa mimi naona tumeaibika. Lakini iwe siri yetu sisi wazazi na nyinyi watoto. Kesho Mungu akijali asubuhi tutoke tukaombe mabibi zetu, mababa zetu na makungwi waliokuwepo huko kwenye milima ili waje kuokoa familia hii. Bila hivyo kila mmoja ataondoka kwa jalali. Mmoja ataondoka kwa jalali. Mmenielewa? Mimi kwangu bwana sina shaka. Nishalisamehe jambo hilo. Nadhani na mama mtu. Tunashukuru. Peane mikono. Kumbe bwana tulikuwa tunakisema kumbe kitoto chetu. Mimi nimekiita kingedere. Bibi. Kingedere kaja kwenye poli yake.